Know your why. Wamesema find your why. Hii ni kwamba unapokuwa na sababu yenye nguvu zaidi ya kuelekea lengo fulani, kuna asilimia kubwa ya kulitimiza, tofauti na kulifanya tu for action. Kwa mfano, mwanamke ambaye ana mwanaume anamtamani kwa nayo malengo yake, alafu ana kitambi, akagundua yule mwanaume apendi kitambi, alafu anakaribia kukutana naye, yupo tayari kwenda gym kila siku, kile kitambi kiishe. Niamini mimi. Au mwanamke ana shape dogo, anagundua mume wake anapenda shape kubwa na yuko tayari kuingia kwenye ndoa, atafanyaje? Yuko tayari kuingia gym kila siku kuongeza shape. Obvious. Au mwanafunzi anaelekea mtihani mkubwa ambao unaweza kumsababisha kutoka level moja kwenda level nyingine, yuko tayari kukesha imradi afaulu ule mtihani. Unanielewa? Hiyo ni why. Kama why iko strong enough, unaweza kufanya chochote. Kwa mfano mzuri utolewa, wewe ni mzazi, sawa? Au wewe ni kaka, mdogo wako yuko kwenye jengo lingine linaungua. Utakaa hapo utulie, aungue afe, au utafanya utaratibu wa kwenda kuingia ile jengo lingine. Lazima ukiwa na sababu kubwa inaweza kukusaidia ukaingia na ukamsaidia na ukatoka naye. That is why you have to have a strong why kufanikisha lengo lako. Kuna mfano mzuri ulitolewa na Upenda ambao unasema ukibadili tabia zako kidogo, lazima utabadili mafanikio ya kitu unachokitaka. Kwa mfano walitolea, kama wewe ni pilot unaendesha ndege, hapa mfano hapa. Anatoka Los Angeles anaenda New York. Sawa? Lakini anapokuwa anaendesha anatumia nyuzi 65 ili afike kulandi kutoka Los Angeles kwenda New York. Kutoka New York kwenda Los Angeles. Akipunguza kidogo akaenda nyuzi 64, hatatua New York. Atatua wapi? Atatua Albany. Umeelewa? Lakini akizidisha kutoka kwenye 65 akaenda 67, hatatua New York. Atatua wapi? Delaware. Maanake ni nini? Ukibadili tabia hata kidogo, hautafikia destination unayotaka. Utaenda sehemu nyingine ambapo utarajia. Wewe ni mchungaji, ukaacha tabia ya kusoma Biblia kila siku na kuifafanua, maanake hautakuwa na ushawishi wa kufundisha watu vitu vipya. Hautakuwa na ushawishi wa kufundisha vitu vipya, maanake utapoteza ushawishi. Unanielewa? Kwa maanake kwenye kila mafanikio unayotaka, hakikisha unakuwa una strong why, uwe na tabia uzijue, uzifanyie kazi kwa mwendelezo na ziwe compounded, ziweze kujirudia bila wewe kufikiria. Hapo unafikia mafanikio. Na usipunguze wala kuongeza. Na nadhani ndio fundisho letu la leo, tukutane kesho. Let us meet you there.